kupitia ujasiriamali na nidhamu ya nini? Kujijenga kifedha kupitia ujasiriamali na nidhamu ya uwekezaji. Na tunagundua chochote tunachokifanya hasa mambo ya kifedha bila kuwa na nidhamu ni sifuri. Unaweza ukawa umepanga mambo yako kwamba mwaka huu nikipata mshahara nitafanya 1, 2, 3. Lakini kama hautakuwa na nidhamu ya kusimamia kile ambacho unakifanya. Na tumekuja na mada hii kueleweshana nidhamu ya kifedha. Namna ambavyo tutajikwamua sisi wenyewe kupitia ujasiriamali. Tuko na dada Tabita hapa ana mifano mingi atatupatia siku ya leo. Mzee Sanga atatupatia, na mimi mwenyewe nitawapa visa fulani vichache kuhusiana na nidhamu na ya ujasiriamali. Labda tuanze na swali. Tumeliona wote. Swali linatuambia ni nani angependa kuwa na uhuru wa kifedha? Nani anajua maana uhuru wa kifedha? Uhuru wa kifedha. Hamna? Ngoja tuambiwe hapa na Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongelea uhuru wa kifedha ni pale ambapo unakuwa uhuru kufanya kitu chochote bila kuwaza. Kwa mfano unataka kununua labda tena nyama kilo 1, hautawaza kwamba ngoja ninunue robo ili niweze kusave. Badala yake ukiwa na uhuru, kile utakachokiwaza ndicho utakachokifanya. Ila kuna wakati ambapo unakuta unafanya kitu ambacho hupendi kwa sababu umebanwa na fedha ulionayo. Sijui kama nimepatia. Tungekuwa kule mtaani kule tunasema mpasheni kidogo, si ndio? Lakini hapa tunasema amina. Hicho kusema ndicho chenyewe. Hasa tunakuja kwa vijana wetu wenye umri wa miaka 22, 20. Unafikiri kwa baada ya miaka yangu 5 mimi natamani niwe na uhuru wa kifedha. Yaani sio kuwaza unakaa mahali unakwenda kwenye kuagiza chai na sambusa unawaza kwamba hivi hii shilingi 100 nayo tumia hapa nitairecover wapi? Tunataka vijana ambapo baada ya miaka 5 wana uhuru wa kifedha. Tukisema tunajenga jengo, wanajitokeza watu wawili wanatuletea kokoto hapo. Ni uhuru wa kifedha. Tukisema tunahitaji mchanga, hatuwazi kanisani. Tuna vijana ambao wana uhuru wa kifedha. Wanakuambia trip ngapi mnataka? Si ndio? Na sisi tunasogea na kanisa linasonga mbele. Lakini uhuru wa kifedha hauji bila kuwa na nidhamu ya kifedha na uwekezaji. Bwana Yesu asifiwe. Na swali lingine hapa natuambia mafanikio ya kifedha hujengwa na maamuzi sahihi. Hapa tulipokuwa tuna kikao kidogo na mzee Sanga pale, nikawapa mfano mmoja wa kwangu miaka mingi nyuma. Kuna mtu alikuwa anakuja na ananiambia, bwana ukipata fedha hebu nenda kanunue kiwanja. Akanipa na connection na mtu ambaye atanipeleka kila mahali. Akaniambia mke wangu atakusaidia. By then nilikuwa na miaka 23. Kati ya watu waliofanikiwa kuanza kazi mapema na mimi nilikuwa mmoja wapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilikuwa kijana lakini nilikuwa tayari nimeajiriwa na serikali. Hasa nilikuwa natakiwa tena kwenda shule na serikali watanilipia ada, watanilipia posho yangu ya mwaka mzima, lakini pia watanipa na mshahara kwa miaka yote 3. Na nilikuwa na mtu mmoja akaniambia, bwana unakwenda shule leo utapata fedha, lakini fedha hii naomba nikuunganishe na mke wangu akakununulia kiwanja Kinyerezi. Kipindi hicho mzee Sanga nimepanga Sinza chumba hiki chumba kimoja, na vyumba vya Sinza mzee Sanga unavijua havina choo na chumba na choo. Ni chumba mko upande wa 5, choo kimoja kiko uani. Nyumba za Sinza hizo. Lakini mtu anakuambia nikakununulia kiwanja, lakini bado huelewi. Sasa tunataka vijana wawe tuwajengee mfumo wa kifedha
kwenye maamuzi sahihi wakati wana umri huu. Nikawaambia pale walikuwa wamekaa kwamba kiwanja kile ambacho nilikiacha kipindi hicho leo sio chini ya milioni 50. Je, ningefanya maamuzi sahihi kipindi kile kuchukua hata viwanja 3-4, leo ningekuwa hapa? Si mnaona? Sasa maamuzi sahihi ya kifedha yanajengwa na mtu sahihi. Yaani ukikutana kina mzee Sanga na kina mzee Masatu wakikueleza, ina maana yapo mambo mengi wameyapitia nyuma, wanayajua kwamba huyu kijana ninavyomuona ana miaka 20, lakini tukimtizama tukamweka katika njia sahihi, baada ya miaka 5 sio huyu. Mnasemaje? Baada ya miaka 5 sio Aroni huyu tunayemfahamu, ni Aroni mwingine ambaye ana uwezo wa kutujengea hata kanisa letu. Sasa tunakuja leo tukisema mafanikio ya kifedha hujengwa na maamuzi sahihi. Maamuzi sahihi ambayo viongozi wetu leo watawaeleza nini cha kufanya katika umri huu. Katika hesabu hata kusoma physics kuna kitu kinaitwa time. Yaani utapiga hesabu zote, lakini tunakuja kwenye time. Ile ina thamani kubwa. Muda mtu wa miaka 20 na muda mtu wa miaka 60 ni vitu viwili tofauti. Hasa ile T tunaipiga kwenye hesabu zile ina maana kubwa sana. Na tunatamani sasa kile tunachokijua sisi tuwarithishe na nyie. Kuna mahali nitawaambia, kuna kijana aliajiriwa juzi hapa, nitawapa hiyo nani baadaye, nitawaeleza. Kupanga ni kuchagua. Tumetoka nje tumeeleza, lakini naona tunarudi pale kwenye maamuzi sahihi. Unaweza mkaa mko watu 5, mwenzako anaamua kuchagua maamuzi sahihi, lakini wewe unabaki. Ndio mfano ule niliotoa kwamba bahati nililazima mwaka kwanza ile 20 nilikuwa naambia mzee Sanga pale, ilikuwa mwaka 2004. Yule bwana nilimkimbia, sikufanya maamuzi. Niliona mbona kama ananigasi hivi, una miaka 25, 24, 23 unanua kiwanja cha kazi gani? Kwa akili za Dar es Salaam za hizi kipindi hicho, una miaka 23 unanua kiwanja cha nini? Kama unafikiri kiwanja nitakinunua nikifika miaka 40 na kuendelea. Kwa hiyo ule mwaka bwana Zefania sikufanya maamuzi sahihi. Na ndio maana wenzetu wako nje, sisi tuko ndani. Kwa yule bwana nilimkimbia mimi, nikatoroka. Lakini mwaka unaofuata akanisumbua. Na mzee Sanga alisema tuwasumbue vijana ili wafanye maamuzi sahihi. Basi umerudisha kwenye kile kisa. Akanisumbua mwaka 2005. Bwana, mwaka jana ulinikimbia, na kuomba mwaka huu usinikimbie. Ile nikiingia kwenye ofisi hii, huyu hapa, bwana unatapewa hela kwenda shuleni, lakini usinikimbie. Kwa zile gasi alivyokuwa ananigasi, basi nikamwambia sawa. Nilipopata hela nikamwambia nishapata hela, sasa na kuunganisha na mke wangu. Akaniunganisha na mke wake, tukazunguka nao Kinyerezi ile mpaka nikapata kiwanja. Na by then nilipata kiwanja kwa mwaka unaofuata kwa shilingi 1,200,000 Kinyerezi. Nafikiri ningenunua mwaka ule 24, mwaka 2004, bei isingekuwa ile. Jamani, ningeweza kuipata hata kwa 500,000 au 600,000. Lakini leo tunavyoongea ni mambo mengine kabisa. Kwa maana hiyo sasa, vijana mlioko ndani, tujitahidi kufanya maamuzi sahihi. Lakini kuna kitu kinaitwa muda, time. Muda haurudi nyuma. Na ambacho tunakwenda kukifanya hapa, usuna muda ambao utawapiga watu wenzetu walioko nje, si ndio? Tufanye maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukija katika Methali 21 mstari wa 5 anasema mawazo ya mwenye bidii huleta faida. Tupo kwamba
ukifanya maamuzi sahihi, ukawa na mawazo na bidii katika ujasiriamali, katika uwekezaji, vinalipa. Sasa ushuhuda ni hii, Biblia inatuambia ukiwa na mawazo ukafanya bidii, hautakuwa yule yule tena, utakuwa ni mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpaka hapa tushachukua vitu vitatu: maamuzi sahihi na bidii katika kile jambo ambalo tunalokwenda kulifanya. Sasa tunakuja hapa tuelezane. Tumeanza sasa hivi, tunaondoka hivyo. Ujasiriamali ni nini? Nani ambaye anajua ujasiriamali? Hichi kitu ambacho kinaongelewa na serikali. Unasikia fulani mjasiriamali. Hivyo wanamaanisha nini wakisema neno kama hilo? Naomba mkono. Darasa letu ni interactive. Yaani ni tunashare mawazo yote, tuambiane ujasiriamali ni nini. Fulani ni mjasiriamali, umesikia? Mjasiriamali kafanya hivi na hivi. Mjasiriamali mkubwa. Hivi tukisikia hilo neno tunapatwa fikra gani zinaingia katika mawazo yetu? Takushangia kidogo. Kwa kuelewa kwangu, mjasiriamali ni mfanya biashara ndogo ndogo. Mwingine ameanza mtajiri, lakini alianza biashara ndogo ndogo, lakini kulingana alikuwa ni mtu ambaye anaheshimu sana pesa yake. Kwa hiyo pesa yake ilikuwa na malengo sahihi. Kwa hiyo unakuta sasa hivi amekuwa ni mfanya biashara mkubwa. Tunachukulia mfano. Naweza nikatoa mfano kwangu mimi mwenyewe. Nilianza kazi kwa ajili ya serikali, lakini bado nikaendelea kufanya nini? Nikamwambia mke wangu, naomba ujishughulishe na nini? Na biashara ndogo ndogo. Kwa hiyo lazima uwe mtu ambaye kwanza uwe mchumi kipesa. Ile pesa uiheshimu sana. Unaposikia mjasiriamali ni mtu ambaye ni economy. Nafikiri nikizungumzia economy, mtu ambaye alisoma nani anaelewa. Kwa hiyo lazima mtu uwe economy sana ukiwa mjasiriamali. Amina, mnasemaje? Naomba nirekebishe kidogo neno economy. Kuna mtu maiza na economy ni watu wawili tofauti. Mimi hapa nimesomea uchumi, lakini sijasomea umaiza. Wengi wanadhani kama kuwa maiza, kuwa economy ni kuwa maiza. Maiza ni mtu bahili. Economy ni optimal allocator of resources. Ni mtu anayewekeza fedha au rasilimali zake kwa wakati sahihi na mahali sahihi. Sawa? Na kiwango sahihi. Huyo ndo anaitwa nini? Ni economy. Sidhani kwamba kuwa economy ni kuwa maiza au kuwa bahili. Ni kuwekeza fedha kwa wakati sahihi, mahali sahihi, alafu na kiwango sahihi. Na yani vyote unakuwa ni sahihi. Huyo ndo mchumi. Ndo tafsiri la uchumi. Asante. Mimi binafsi nilikuwa nililiwaza tangu mwanzo ujasiriamali. Neno ujasiriamali limetokana na neno ujasiri. Limetokana na neno nini jamani? Ujasiri. Kwa hivyo tunaposema ujasiriamali, yani ni ujasiri wa kutafuta mali. Kwa hivyo nikalipa maelezo haya kidogo kwamba ni mchakato wa kuunda, kuanzisha na kusimamia biashara ili kuzalisha faida kupitia ujasiriamali. Labda kama kuna mtu anaandika, ni mchakato wa kuunda, kuanzisha na kusimamia biashara ili kuzalisha faida kupitia ujasiriamali. Hii ndani yake unakuta kuna ubunifu, kuna mawazo anzilishi ambayo unakuwa nayo mtu ili uweze kuanzisha hiyo biashara. Hivyo basi ni lazima kuwepo na ubunifu na mwanzo anzilishi, kwa sababu unaweza ukawa una mawazo, una nini, lakini bado hujapata ujasiri wa kuanza ile biashara. Na ni kitu gani ambacho kinafanya iitwe ujasiri? Kwa sababu unapokuwa unataka kuanza biashara ambayo hujawahi kuifanya, nyote mnaweza mkasema, wale ambao waliwahi kufanya biashara, kwamba kuna hofu ambayo unakuwa nayo. Tunawaza sana hasara, ndio? Tunawaza sana hasara kuliko faida.
Yaani unaweza kawaza kwamba hivi nenda nikachukua nyanya nije kuuza. Lakini niliwahi kuona mtu mmoja alisema nyanya walizioza zote, mtaji ukafa. Unaona bora nibaki na hela yangu. Wewe sio jasiri bado. Nasikia kuna mtu alikuwa anafuga kuku. Unapata ushuhuda kwamba kuku wangu wamekufa wote 1000. Mtaji wote umekufa. Kwa hivyo unaogopa kwanza, bado hujawa jasiri. Kwa hivyo kwenye mali kuna faida na kuna hasara. Ndio hiyo pale wale ambao ni wanauchumi watatuambia kuna loss and benefit. Kwa hivyo ni lazima uwe tayari kupata loss pamoja na benefit. The profit, yes. Kuna profit and loss. Kwa hivyo wale ambao ni wamesoma hivyo vitu wanavijua vizuri. Ni lazima tuwe tayari. Kwa hiyo ndio maana tunasema ujasiriamali unatokana na neno ujasiri. Kwa hivyo hii hapa kwenye ile eneo ni lazima uwe jasiri ili uweze kuendeleza uchumi wako. Na kusudi lako ni lazima uwe na kusudi. Unapokuwa unataka kuwa jasiri ni lazima uwe na kusudi. Kwamba kusudi langu ni nini? Nataka kufanyaje? Nataka niende wapi? Na nataka nifikie wapi? Alafu na eneo unalotaka kuwekeza. Unawekeza kwenye eneo gani? Sio tu unasema unawekeza tu, lakini unawekeza wapi? Mtu akikuuliza hujui kwamba unafanya biashara gani. Ndio ile ambayo unakuta kama hujajua una target kitu gani, ndio ile unafungua leo biashara za nyanya. Kesho ukiona mwenzako ameuza ice cream sana, amemaliza kwenye deli, kesho unaachana na nyanya. Unaenda kutengeneza ice cream. Ukienda tena wewe hauuzi siku hiyo ice cream. Kumbe watu walikuwa wanahitaji nyanya kwa siku hiyo. Unarudi tena unaona jirani yako yeye alikuwa anauza mabilinganya. Ukaona mabilinganya yameisha. Unaamua kuachana tena na ice cream, unarudi tena kwenye bilinganya. Bado hujawa jasiri. Kwa hiyo ni lazima uwekeze kwenye eneo lako. Yaani lile ambalo unalitaka. Yaani lazima usimamie ile biashara kama watu wanataka kuzalisha nyingine, izalishwe kutokana na ile ya mwanzo. Lakini sio uache hii ya mwanzo yani haijasimama, hujajua inaelekea wapi, hujui ina profit au ina loss, wewe upo tu umeshaachana nayo umeenda kwenye kitu kingine. Alafu na kitu kingine, mahusiano yako na Mungu ni kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya. Ni lazima umhusishe Mungu kwa kila kitu ambacho unakifanya. Kwa kuwa ndio tupo ndani ya kanisa, hatuwezi kumwacha Mungu. Kwa hiyo tuendelee kuwa na Mungu, lakini tusishindane na mtu. Unapokuwa unafanya ujasiriamali usishindane na mtu. Kwamba unataka kumshinda Sanga. Sanga mwenzako amesoma degree na sijui PhD ya uchumi. Kianza kushindana naye utaweza? Unaweza kujikuta unadondoka kabla hujafika. Kwa hivyo kikubwa ni kufanya shindana na wewe. Katikati ya wiki hapa mtu wa Mungu alikuja na neno shindana na uchumi wako wewe binafsi. Asante. Umepata kitu hapo Sasa nani anaweza kaongezea huko alichokipata mpaka hapo? Swali. Asante. Tumejifunza ujasiriamali ni mchakato wa kuanzisha biashara ili kujipatia faida, si ndio? Mimi nina swali sasa. Tofauti iliyopo kati ya mjasiriamali na mfanyabiashara ni ipi? Tofauti. Kuna mtu anajibu au tutakutana nalo mbele? Tushaelezwa ujasiriamali ni nini. Na sasa tunaambiwa tofauti kati ya hizi mbili ni nini? Kwa sababu ujasiriamali kama dada alivyosema, lakini na mimi naongezea hapa, ni uwezo wa kutumia fursa ndogo kuleta kipato, hauhitaji mtaji mkubwa kuanzia. Kwa hiyo ujasiriamali, ukisikia ujasiriamali unaweza ukaanza na shilingi 5,000. Unaweza ukaanza na shilingi 10,000. Ni fursa ambazo unaziona, unazifanyia kazi. Sasa tofauti kati ya ujasiriamali na biashara ni nini? Ndio swali ambalo limepose hapa. Tunaomba majibu. Kufanya biashara ni kile kitendo cha kutafsiri ujasiriamali. Unapotafsiri ujasiriamali kwa vitendo ndio biashara, si ndio?
kama alivyosema kuunda, unaunda wazo, si ndio? Unalifanyia kazi. Sasa unavolitransform lile wazo kwenda kwenye nini? Kwenye mchakato, ndio ufanya biashara. Nadhani kwamba nimeshajibu. Si tumeelewa kwamba ni wazo dogo linaanza, halafu unalitransform kuingia katika kukuletea kipato, lakini ni idea ndogo unakuwa nayo. Lakini hata tusema katika kitabu chetu cha Zakaria 4:10 inatusisitiza kwamba tusidharau ule mwanzo mdogo. Ule mwanzo mdogo tusiudharau. Niwape mfano mmoja. Mimi wakati niko form 2 form 3 nilisoma Suji sekondari miaka hiyo, na ukiondoka kutoka nyumbani Moshi Marangu kule, mzee anakupa shilingi 5,000, anakuambia nitakutumia, na ukishaambiwa nitakutumia ujue hiyo imeisha hiyo. Hiyo imetoka. Kwa hiyo unaenda shule na 5,000, anakuambia siku na uji, si unapata uji asubuhi, mchana si mnakula ugali, unataka hela ya nini? 5,000. Kwa hiyo unakwenda nayo. Sasa niko form 3 tukafikia hivi nitajikwamuaje? Kwa sababu ukifika wenzako wananunua parachichi, wanachanganya kwenye mboga, kwenye maharage, wanakula. Sasa wewe ukifanya transaction tu kwa siku 3, 5,000 imeisha. Sasa wakati wa likizo tulikuwa tunarudi nyumbani. Kama kuna mtu alifika Marangu anaweza kanyosha mkono. Marangu chuoni, tulikuwa tuka chuoni. Sasa kuna sema tu Marangu Mtoni. Mimi na mdogo wangu tukaanza kuuza mandazi. Yeye anauza scones, mimi nauza mandazi. Tunatengeneza nyumbani usiku. Halafu tunakwenda Marangu Mtoni kwenye kituo kikubwa hapo. Unafahamu pale Marangu Mtoni. Tunaweka ndoo kipindi cha likizo. Kumbuka ni form 2 na form 3. Tunaweka, tunaanza kuuza pale. Hasa ukifika kipindi cha kwenda shule unajikuta una kama laki mfukoni. Hasa kipindi hicho kwa kuna nguo zinaitwa Savco. Msanga anajua Savco, unazikumbuka? Unazikumbuka Savco bwana? Hasa ukivaa ile jeans moja inaitwa Savco, mtu anakikuona hivi anajua huyu anatoka kwenye familia ya kishua. Na walikuwa wanavaa watoto wanatoka Dar es Salaam. Kuna raba fulani zinaitwa ndop, zinapanda mpaka huko juu. Ndop, unakumbuka hiyo msanga? Sasa ni mwanzo mdogo. Kwamba unaona hii 5,000 mzee ananipa haifiki hata kununua parachichi mara 3. Kwa unaambiwa usidharau ule mwanzo mdogo. Hata ile shilingi 5,000 ulikuwa nayo inalipa. Kwa sisi tumeweza kujinunulia nguo tukiwa toka form 2. Kwa unaenda shule umenunua, kwa kuna zile suruali zinaitwa Tokyo. Zimeandikwa hapa zinaitwa Tokyo kipindi hicho. Mwafahamu mzee? Kwa tulivaa masuruali hayo sio kwa hela ya mzazi. Ni kwa sababu tumerudi likizo, una shilingi 5,000 yako, unanunua unga, baking powder, halafu unaanza kutengeneza mandazi. Tunauza, lakini mwisho wa mwezi ukiisha una laki mfukoni. Una uwezo wa kufanya uhuru wa kifedha. Tulikuwa tunaongelea pale. Tayari wewe hakuna naye kusumbua. Shati la uji, wewe kuna mashati ya uji. Unavaa shati lako la uji, umevaa suruali imeandikwa Tokyo. Basi mtu anakuona wewe bwana, aisee mzazi wako yuko vizuri. Kumbe ni mwanzo mdogo. Wazungu wanasema humble beginning. Kwamba kile kidogo unachoanza. Na leo mkitoka hapa vijana na kaka, mwanzo mdogo unalipa. Na ndio maana hii anasema Zakaria 4:10 anasema usiudharau mwanzo mdogo. Hata kwa kile kidogo ulichokuwa nacho, baada ya miaka 5, 6 kitakuwa kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na mfano mmoja hapo kwenye huu mwanzo? Ngoja niseme, lakini mgongo wangu umechakaa. Msishangae. Kuna wakati naweza nikatembea namna hii, kuna wakati nanyoka. Msishangae. Lakini ningependa kuzungumzia mwanzo mdogo. Mifano aliyotoa Bwana. Wewe ulianza vizuri. Wakati namaliza form 4, darasa la 7 nilifeli. Lakini niseme kama nilifeli. Ule mtihani niliubamiza kwa sababu nilikuwa kipanga kutoka shule ya msingi. Ila sikuchaguliwa. Bradhangu kanaambia kwamba njoo uuze mitumba. Nilikuwa kijana mdogo.
Nikafika pale nikauza, wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu hakuna aliyenunua hata suruali moja. Nikachukua ile mitumba nikaenda nikagawa, wakati blaza mwenye hana taarifa. Nikagawia watu, nikabaki na sifuri. Nilimwona mama mmoja anauza mkaa na viazi. Nikafika pale nikajichekesha, nilikuwa mwongeaji sana. Sasa kuongea na kina mama nilikuwa fundi sana. Nikafika nikajichekesha yule mama akanipenda. Alikuwa ni mtu mzima. Nikamwambia naomba na mimi nipange viazi hapo. Niazime shilingi 5. Sio miaka mingi iliyopita. Sio miaka mingi, yawezekana wengi. Ila wengi mlikuwa bado hamjazaliwa. Ila wengine miongoni mwenu mlikuwa mmezaliwa. Alivyonipa shilingi 5 ikawa ni kosa. Ndani ya muda wiki 2 almost ninyang'anya wateja karibu wote pale kwa sababu ya uongeaji. Lugha. Uwe na nini? Lugha sio uchawi. Lugha nikawa na lugha nzuri hasa wakija vijana na mabinti. Nilikuwa naweza nikawahadaa vizuri. Baada ya mwezi mmoja nikaachana na hiyo biashara, nikaanza kuchukua mahindi Mbozi. Wao nimeacha napanga mkaa. Baada ya muda mfupi nikawa na mtaji, nachukua mahindi Mbozi napeleka Kyela, napeleka Igoma. Nachukua lori. Mwaka hujaisha. Lakini mtu alikuwa anasema naomba hela. Hata kuna siku moja mamangu akasema kwamba yani nimezaa kitoto kibaili hiki. Ndio hiyo si maiza, si mchumi. Nikasema mama hapana, kwa sababu nina malengo. Lakini bahati mbaya nzuri nikalazimisha kurudi shuleni. Kwa sababu kuna watu wakaenda kamzonga brother. Wakaambia nyumbani tulikuwa by then tulikuwa kama 30 na kitu. Wakati wadogo zangu bado wanazaliwa, tulifika 41. Akaambia nyumbani mwenu mko 7. Uliyesoma ni peke yako. Na huyu mdogo wako ana akili sana. Wale waliochaguliwa wakaambia mrudishe shule, atafika mbali. Ikabidi brother anilazimishe. Nikamgomea. Wakati huo na miaka 17, naambia nataka kuoa, nifungue maduka ya jumla, niwe na viwanda vya mbao ndani ya miaka 2 hapo. Na ni kweli nilikuwa na uwezo. Nikawa tayari na ekari 50 za mashamba, ninalima, naweka vibarua wasiopungua 60 shambani. Lakini nilianza shilingi ngapi? Shilingi 5. Kwa mara ya kwanza nikachukua viazi kama gunia 30 hivi, nikaenda nikampelekea mama, nikamwambia sasa mama nitakulimia, nitakupandia. Sasa uelewe kama mimi sio baili, nilikuwa na malengo. Na pale kijijini mama akaanza kuonekana ni mtu naye. Nikarudi shule, nikaenda ndani ya miaka 3, miaka 2 na nusu hivi. Nikawa na uwezo wa kile kipindi, kama mnakumbuka, kwa watu wanaokumbuka, KJ Motors wanauza magari Toyota. Sio Toyota sasa hivi. Ilikuwa ni KJ Motors wanauza magari tani moja shilingi 100,000. Nilikuwa na uwezo wa kununua magari 8 kwa mkupuo. Alafu nilikuwa na uwezo wa kununua injection. Lakini ni muda mfupi kwa malengo. Ndio nasema usidharau mwanzo mdogo. Huo ni mfano mdogo wa kwangu. Nikarudishwa shule, nikalazimisha. Brother aliona kama akavuruga mtaji, akavuruga ili nisome shule. Na alivuruga ili kwamba ni invest upande wa elimu. Na ni kweli nikasoma, nimefika mpaka Ulaya, nimerudi. Sasa ni mtumishi wa umma. Kwa upande zote nilikuwa nimeperform vizuri. Usidharau mwanzo mdogo. Huo ni mfano mmoja. Na mfano mingi. Basi Tabila tupe ile mfano yako, tupe mfano mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi ni mtoto wa mkulima. Mifano nilionayo unaweza kaoniambia mfano, lakini unashangaa na kuletea mwingine. Tangu nasoma mimi yalikuwa maisha haya ambayo tulikuwa tunapitia. Unaona kabisa maisha yaliopo nyumbani kwamba ni magumu. Kwa audience, nyumbani kwetu baba alinunua cherehani, akawa amewekea watu. Kwa wanashona, wakishamaliza kushona zile nguo, anawalipa ni kwa nguo moja unalipa shilingi 300. Alafu na kanga ziko humo hapo dukani. Kwa nilivyokuwa napata bahati ya kuingia hapo dukani, kwa sababu alikuwa ananiambia, alikuwa na slogan moja anatuambia, "Maona hili jicho nimelitoa hapa, nimelibandika hapa. Ukiiba tu hela na kuona."
Kwa hivyo na mimi sisi tuko tunaamini hivyo kwa ujinga kwamba kweli anatuona. Kwa hiyo yani ukigeuka hivyo unahisi baba anakuona. Kwa hiyo nikaamua kutafuta pesa zangu mwenyewe ili unavyoenda shule unaenda kitaalamu. Kwa hiyo nikaanza kujifunza kupinda kanga, vitambaa vile wakikata naanza kujifunza kukanyaga cherehani. Nilivyogundua tu kukanyaga cherehani nikasogeza mbele nikajua. Nilivyojua mtu akija kinunua tu kanga unaongea naye. Unampamba mpaka unahakikisha amenunua kanga, unamwambia mimi napinda. Ndata nikupindie kabisa mama, ukitoka hapo wewe ni kazi yako ni kujifunga tu. Akamwambia sawa, chukua. Anachukua kanga na pinda. Sasa hilo pindo ninalopinda, akienda kama ni mnene akijifunga haimtoshi. Maana naweka kubwa siwezi kubalance. Akirudi anakuja anamwambia baba mwanao mjanja yule. Amenipindia kanga ni mpaka hata hainitoshi. Pindo kubwa hebu angalia mzee Ikwabi. Kwa baba anasema leta hapa, anafumua, anampa kijana ndo anairekebisha, lakini ile hela ni ile ilishaingia kwangu tena, sio kwa mtu mwingine. Lakini pamoja na hayo nimemaliza form 4 nimepika mandazi, lakini pamoja na hayo nilivyoanza kazi sasa ndipo niliposimama kwenye ujasiriamali, yani from there sijapoa mpaka leo. Yani kuanzia pale nilivyomaliza tu form 6 mimi nilianza kutafuta ile kujitolea, kufanyaje nini, nikaa najitolea. Kwa mimi mahitaji madogo hapa nilikuwa siangaishi. Kakaangu ndo aliyekuwa ananisomesha. Kwa nilikuwa siombi hela ya kopi, sijui nauli, si vitu gani, hapana. Walikuwa wananilipia tu ada. Kwa hivyo chuo kote nilikuwa natumia pesa yangu. From there nimemaliza, nimeajiriwa. Nilivyoajiriwa ndo nakuja mshahara hautoshi. Yaani ukiangalia ukitaka kufanya kitu fulani unakuta mpaka roho inakuuma, au unaweza ukaona wenzako wanakula unaamua kuingia pale na unaona kama unakula. Kitumia 3500 once narudi nyumbani nakuwa sifurahii kile nilichokifanya, yani sifurahii kile chakula nilichokula. Unakuta unaumia, unaangalia yani 3500 yote mimi nimeenda kukaa pale nimekula nimemaliza. Unaanza ukifika nyumbani unaona kila kitu hakiendi vizuri kwa sababu ya pesa uliyoitumia. Kwa ndo nikaa namueleza rafiki yangu, nikamwambia life is tough. Akaniambia wewe ni mjinga. Nikamwambia kivipi yani? Ndio akanielezea pale, akanipa deli. Nikaanza kuuza ice cream. Kauza ice cream, nikanauza karanga, nikatengeneza karanga za mayai, natengeneza mikate local kabisa ile. Yaani unaotengeneza yani ukishaukanda ukiumuka unaacha kama ulivyo, then unakuja kukata vipande. Nikaweka bei zangu 2. Ukinunua mmoja 300. Ukinunua miwili na kuuzia kwa 500. Kwa watu wakawa wananunua, yani niliweka vile ili mikate ile inaisha mapema. Kwa hiyo watu wakawa wananunua ile mikate na juice, nina soda. At the end of the day nikaa najikuta nyumbani narudi na shilingi 30. Nikirudi na ile 30, rafiki yangu mmoja akanielekeza basi nianze kufuga kuku. Nikaona nina uwezo wa kulisha wale kuku. Lakini sasa pa kufugia ni wapi? Nikaamua kuwa jasiri. Hivyo nataka kujua nilikuwa nafugia wapi? Nilikuwa nafugia chumba. Kwenye chumba kimoja, yani ni nyumba ambayo tunaishi lakini nikaweka kwenye chumba kimoja. Watu wanacheka, wakipita wanacheka. Yani dada yani kashaamua mpaka kuweka kuku ndani wanacheka. Mimi ninavyoangalia mimi sioni kuku. Yani mtu ukiniambia unafugia kuku ndani, kuku, na kushangaa kuku. Mimi sifugi kuku. Sinasikia wanalia humo ndani. Niambia ni hela, hizo ni hela. Yani sio kuku hizo. Hizo ni hela. Kwa sababu nataka kukwambia hiki kwa sababu kuna namna ambavyo mtu anaweza kukukatisha tamaa. Kuna namna ambavyo unaweza kuwa unafanya kitu lakini mtu anakuja anadharau kile unachokifanya. Kama haujajitoa wewe binafsi, utarudi nyuma. Yaani utarudi nyuma. Naomba twende na fungu hili ninavyoendelea kutoa mfano wangu. Naomba twende kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walitolewa Misri. Alafu wamefika sehemu wakaanza kumlalamikia Musa. Hapo tukisoma katika Hesabu 14 I think 1 hapo mpaka 6 tutaona jinsi ambavyo walikuwa wanamlalamikia Musa kwamba warudi walikotoa, yani bora wangebaki kule walikokuwa, kwa sababu walikuwa wanakula chakula bure, walikuwa na nini, wanafanya kazi lakini walikuwa wanakula chakula bure. Hii inatuonesha nini? Ni namna ambavyo unakuta sisi hatuna ujasiri wa kuacha kuajiliwa. Hatuna ujasiri wa kujitegemea wenyewe. Yaani unaona kwamba kile unachokifanya wewe unaogopa. Unaona ni bora uendelee kuajiliwa, unalipwa 3000.
na wakati unaweza kaajiriwa unapika we chapati kwa siku unalipwa shilingi 3,000. Kile kipaji ulichonacho, why don't you go and make yourself? Kwa nini usitengeneze mwenyewe mpata mtaji? Kwa nini usitoke pale ukaenda ukatengeneza zile chapati ukawauzia watu? Haya mandazi unatengeneza, unaenda unaajiriwa, unampikia mtu mandazi, anauza ile mandazi afu jioni anakupa 3,000. Kwa nini usitengeneze mandazi yako alafu uwe mbunifu utengeneze package? Baada ya mtu kuja kuchoma mandazi moja moja, unaweka utaratibu, nitaweka mandazi ya shilingi 1,000 sehemu moja, ili usichukue muda mpaka kufika saa 4 natakiwa niwe nimeshamaliza mandazi. Ndio kama hiyo ambayo nilipunguza bei. Kama unataka mikate 2 utachukua kwa 500, kitaka mmoja utachukua kwa 300. Mtu anaona 50 yote niachie iende, hakuna, anaona bora achukue 2. Nilifanya vile ili ile mikate iishe kwa haraka. So from there nikamalizana na hizo ice cream na nini, nikaanza habari za ufugaji wa kuku. Nikawa nafuga ndani na nini hivyo. Mume wangu akapata taarifa kwamba anafuga kuku ndani, akaja amekasirika. Namwambia twende kaangalie ninachokifanya. Akamwambia nenda tu. After 3 days nikapata mteja. Akaja kuchukua kuku, alichukua kuku 100 na kuku moja ilikuwa ni 10,000. Kwa idadi yake nilipata shilingi ngapi jamani? Milioni 1. Ambayo mimi mshahara kwa wakati ule nilikuwa nalipwa 192,000. 192,000. Lakini hii nipate hiyo milioni lazima niingie benki nikope. Sasa imwangalia anaipata milioni kwa wakati mmoja. Alipoiona mume wangu ndo naye akaanza kunitia moyo. Yaani akaona nimeenda ndo namwambia njoo nisaidie kuhesabu kuku huku, akanigomea. Lakini nilipotoka tu nikakutana na yule anayekuja kunoa kuku. Akanikabidhi kile kitita. Nilipofika tu mlangoni chumbani nikafungua kile kitita, nikamrushia mume wangu kitandani, nikamwambia nihesabie kama hiyo ile inafika milioni 1. Yaani nilimuonesha kwamba mimi kule ndani silikuwa sijaweka kuku, kuna hela. Kwa hivyo akakusanya zile hela, hakuhesabu. Akakusanya zile hela akaziweka. Yaani ninavyosema maisha yalikuwa ni magumu kweli. Wote ni wafanyakazi lakini hela haitoshi. Kwa hiyo tumeweka hapo, tukaenda tukahesabu wale kuku, akaenda. Akaniambia, "Sasa hivi fuga hata hapa sebreni, kwani kuna nini hapo? Fuga tu hata hapa sebreni." Kwa hiyo na mimi naye kwa jeuri nikaja sasa ndio hivyo. Aliyempa taarifa ni mdogo wake. Na mimi naye kwa sifa nikaweka mpaka dining. Kwa hiyo nikaa naweka dining pale wakiwa wadogo, ninaweka pale, nikanunua marine kakinga pale, kwa hiyo nikaa nawafugia hapo. Wakishakaa after 1 week unakuta wameshapata nguvu na wahamisha unapeleka kwenye chumba kingine. Kwa hivyo pale nikapata mtaji sasa. Nikaa naweka patch 3. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya ni kwamba ni wakimaliza 2 wiki unawahamisha, unafanya usafi, unaingiza wengine huko. Kifanya 2 wiki hivyo unahamisha. Kwa hiyo mimi nikajikuta kila siku mimi nina kuku. Wateja wangu sikuwapoteza. Nikawa nafanya biashara, nafanya. From there kutoka pale ile biashara tena ikaje ikatuwezesha sisi kujenga nyumba nyingine. Tulivyojenga ile nyumba ndo tukahama kutoka tulikokuwa tunaishi Nzuguni tukahamia huku Ilazo. Tulivyohamia huku Ilazo, wazo linakuja sasa, hii nyumba tunaifanyaje? Je, tukafuge? Mume wangu yeye alikuwa ameshaona biashara inayolipa ni ya kufuga. Kwa hiyo anataka tuendelee kufuga pale. Baadaye mtu mmoja akaja akashauri, weka hardware. Sasa hivi hii nyumba nini? Weka hardware. Nikamwambia, lakini hardware hatujai kuifanya. Mimi sina experience hiyo. Kwa hivyo tufanyeje? Nikamwambia nawe ngoja tukae kwanza. Kwa hiyo tulihama mwezi wa 11. Ile nyumba ikawa imekaa pale, haina mtu, haina chochote ambacho kinafanyiwa. Mchungaji mmoja akaja kuiomba apange. Nikawaza tena huyu anataka kukalia sasa ndoto zangu. Yaani nianze tena kupangisha nyumba. Kuna mtu mmoja aliniwahi kuniambia kwamba yani nyumba hizi za kujenga apartment sijui tu unapangisha, hiyo ni hasara kubwa sana. Nikakaa nalo na mimi kichwani kuona kwamba kila mwezi wananipa 2,500. Sasa je, 2,500 nikiongeza na 1,090 na kuaje? Nikaona mambo ni yale. Kwa hiyo nikakaa na wazo hapo mpaka ifika mwezi wa 9 kulikuwepo na uchaguzi. Sio ilikuwa ni uchaguzi, sio sensa. Shule zikawa zinafungwa hapa na hapa. Yaani zikawa zinafungwa mara kwa mara. Sasa niko nyumbani hapo nikaingia YouTube. Nikaangalia biashara ya kufanya kwenye hiyo nyumba. Nikakutana mtu mmoja ameandika biashara mkononi.
yani biashara mkononi. Ni biashara gani ambayo iko mkononi? Kwenda kuangalia wameandika daycare, biashara mkononi. Naangalia sasa, nikataka kujua yani ili uanzishe hiyo daycare unatakiwa na nini na nini. Uwe na nyumba ambayo hakai mtu, iwe na fence, iwe na nini, anza na mkeka. Tungeweza kudisplay, ningekuonesha ni the first day nilikuwa na Pastor Chilagi. What I did, nilitafuta tu mwalimu mmoja, alafu tukaanza kuongea sasa hapa kwamba tunataka kuanza shule. Akaniuliza na watoto wangapi? Kwa ujasiri kabisa nikamwambia nina watoto 4, lakini kwa ukweli nilikuwa sina mtoto hata mmoja. Nilitegemea watu. Ndio utaona namna ya kuwategemea watu kulivyo. Na ndio maana Biblia inasema alaaniwe amtegemeaye mwanadamu. Nilikuwa nawategemea marafiki zangu. Amni ambao unakuta tukikaa tunaelezana matatizo, tunaelezana changamoto nini. Kwa nilijua kwamba hawa nikiwaeleza inieni kesi lazima wanipe watoto. Kwa hivyo nikaenda nikaongea na mmoja, akaniambia una usafiri? Nikamwambia hili swali leo niuliza ni sawa na lile ambalo Mungu alimuuliza Musa, una nini mkononi? Musa akasema nina fimbo. Na mimi nikasema ndio nina usafiri. Usafiri una school bus? Nikamwambia ndio ninayo. Kwa hivyo akaniambia basi kama una usafiri nitakupa mtoto. Wa pili the same way. Wa tatu yeye akaniambia atamleta. Wa 4 hivyo. Sasa siku ya Jumapili ambayo ndio Jumatatu inafunguliwa, nikataka kufanya confirmation na wapitia wote, hakuna aliyenikubalia tena. Huyu akaniambia mume wangu kumbe alikuwa ameshalipa ada. Mimi mume wangu kasema sijui vitu gani. Sijui mimi nini mume wangu sijui vitu gani. Lakini mmoja akaniambia chukua huyo kaka amepita hapo muombe ana mtoto. Nikamwambia ni wewe umeninyima fundo unaniambia yule pale ndo anipe. Anyway, akili kaniambia wewe ongea naye. Nikaongea naye. Nilipoongea naye akaniambia nakupa 2. Akasema asante Yesu. Ile yule kaka alikuwa hata kulipia hawezi, ila ana ujuzi wake. Kwa hivyo kwenye ujuzi wake ule pale ndo nikautumia. Akaniambia mimi sasa hivi sina hela mama, sina nini. Nikamwambia wewe unachimba visima mimi mwenyewe nahitaji kisima. Kwa hivyo tubadilishane. Akaniambia haina shida. Akaja akafanya kazi kwangu, ile hela yote nikaihamisha kaenda kulipia kule, alafu na then nikawapa na watoto na sare. Tukaanza. Siku hiyo hapo ninachotaka kukwambia, walikuja watoto ambao sikuwategemea, walikuja 4 kama nilivyokuwa nimemwomba Mungu. Wakaja 4. Walipokuja 4, yule aliyekuja kutimiza wale 4 alikuja siku moja tu hiyo ambayo kituo kilikuwa kinawekwa wakfu. Lakini kesho yake hakuwahi kuja yule mtoto even today. Kwa hivyo ndo naweza nikakwambia kwamba Mungu ana namna nyingi. Na yule mwalimu nilivyokuwa nimemwambia na watoto 4, alipokuja hakujua niliyoyapitia. Hakuyajua. Naongea na baba kwamba hivi by mwakani tutanunua Noah. Akanambia yani unajua sikuelewi yani. Akanambia sikuelewi yani unajua sikuelewi. Yani watoto 4 ndio unaniambia ununue Noah. Hizo hilo unazipata wapi? Nikamwambia kama Mungu aishi hivyo, tunanunua Noah mwakani. Aya ndo tumeenda, yeye akaona kama vile ni mimi naota mchana, yani akaona kama mkiongo anaumwa yani huyu atakuwa naota. Hiyo gari yangu nadhani kuna gari ninayo inaitwa imeandikwa Mungu atosha. Ni anatosha kweli. Ndio ilikuwa school bus. Once nikirudi kazini wanacheka, school bus iko hapa mtaani leo. Wanacheka mpaka wanacheka mpaka wanaangukiana na mimi nipo. Wanacheka mpaka wanaangukiana hapo nabeba mtoto huyu mmoja. Wanacheka mpaka wanaangukiana hapo ofisini school bus. Jamani njoeni muone school bus. School bus hii hapa. Nikaa naitwa CEO, yani ile joking, yani ile ni utani ule ambao kabisa wa nini. Sio wa mwanafunzi mmoja, sio wa mwanafunzi mmoja. By now, as I tell you, ni CEO kweli. Ni CEO kweli. Tunaelewana jamani? Nilianza kwenye ice cream. Hiyo hao watoto 4 nilioanza nao ndio walioniwezesha nikanunua Noah. Lakini ile Noah tulishaiphase out, tukanunua na ice. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huu ni ushuhuda ambao nakupa mimi binafsi kwamba nilianza na nini? Na ice cream. Sasa ile biashara yangu mimi ilikuwa ni dependent. Yaani nilikuwa naacha hii, lakini hii inazalisha hii. Hii inazalisha hii.
Kwa hivyo kitu ambacho kilikuwa ndani ya nani yangu ni ile kufocus, kuweka malengo. Unataka kufika wapi? Kwa hivyo niko, by the way, natamani, nimeona swali unauliza baada ya miaka 5 unatamani kuwa nani? Unatamani kuwa wapi? Hilo swali na mimi kuna namna umenigusa, mzee Chagwa. Kuna namna umenigusa. Nimejiangalia kwamba baada ya miaka 5 natakiwa nitoe ushuhuda gani? Yaani nimeshaweka hapo malengo. Kwa hivyo baada ya miaka 5 tutakumbushana siku hii ya leo. Asante. Nasemaje kwa ushuhuda? Tunasema humble beginning. Mwanzo mdogo. Haijalishi ni wa kiwango gani, lakini baada ya muda fulani utakuwa mbali. Na ushuhuda, Dani anaweza kaa ushuhuda. Dani alishakuwa mgeni rasmi kwenye mahafali hayo. Hili mahafali ya mwaka gani? Mahafali ya mwaka jana. Tuna mgeni rasmi hapa. Alikuwepo kwenye mahafali hayo. Imagine kutoka mtoto mmoja kwenda 4, lakini sasa hivi CEO alikuwa na uwezo kabisa wa kuja na kuambia utakuwa mgeni rasmi kwenye shughuli yangu. Nafikiri hata mimi nilialikwa lakini sikuwepo siku ile. Kwa hiyo kutoka anapotueleza kwamba kama yeye ameweza, wewe ni nani ushindwe? Kwa hiyo sisi wote hapa tukiweka malengo, uaminifu kwenye kile tunachokifanya. Zakaria anatuambia, kuna ile la nyuma ile alituambia kuna mafanikio kwenye bidii. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri kuna watu mnapata kitu. Wanaopata vitu wasiwe wanyoshe mkono. Sasa tunakuja, tumeona mambo yalivyokwenda, tunakuja sababu sasa za wengi kushindwa kuanza katika mwanzo mdogo. Tusanka, unazo sababu? Au tuendelee? Kuna kitu kinaitwa hofu ya kuanza. Ina maana kama dada Tabita hapo asingeanza kuku, leo tusingemuita CEO. Angekuwa na ile hofu ya kwamba majirani wananisema. Alituambia hapa pia kwamba gari yake watu wanaicheka kwamba CEO wa mwanafunzi mmoja bwana. Hofu ya kuanza. Una shuhuda hapo kwenye hofu ya kwanza? Kuna watu wengi ambao huwa mara nyingi wanafika mahali hivi, nitaweza, si ndio? Nitaweza, si ndio? Mara nyingi ukiwa na hofu, hata kama ukipewa bilioni 1 huwezi. Hata ukipewa shilingi ngapi huwezi. Na mara nyingi watu ambao wanafanikiwa ni wale walioanza na mitaji midogo. Wenye mitaji mikubwa huwa mara nyingi wanashindwa. Kuna kipindi fulani tulikuwa tuna baada ya kumaliza form 6, sasa ni mfano wangu. Nimefika nyumbani, kama nishawaambia nimeshavurugwa mtaji, nipo kwenye zero. Na brother anasema kwamba nimeishia hapo, jitafute. Nikafikiria niende, wakasema biashara inafanyika machimboni. Kwa watu wanaotokea Songea kule na Kapanya kule, njia ya kwenda Mtwara, kulikuwa na machimbo fulani yanaitwa Amani. Nikawa na mwenzangu mmoja anaitwa Amani, akasema kule tukafungue hoteli. Tuliposema tukafungue hoteli kule, kama sikosei nilikuwa na shilingi 2500 nadhani. 2500. Sasa tununue unga, tununue masufuria, tufanye nini? Nikaanza kuwa na hofu, hivi kweli tutaweza? Mahali penye ni penye ugeni, tutaweza kweli? Sasa akaja akaambia, bwana, hata kama tungekuwa na shilingi 1000 tunaweza, maadamu una nini? Una afya. Akasema cha kwanza una nini? Hauumwi. Vingine vyote vinawezekana. Nikaenda nikamshawishi mwenzangu mmoja ambaye sasa hivi alikuwa ni CEO wa NMB. Unamfahamu Frederick? Sasa hivi ni tajiri sana. Nikamwambia, bwana twende. Akaambia, bibi bwana, sina hata shilingi, nitawezaje kwenda? Nikamwambia twende.
ile hofu tukajivutavuta, mwisho siku moja tukaamua bwana tuondoke. Tukaenda tukamfuata Amani, tukamleta masufuria yako na kila kitu, twende nani tukaanzisha nani hoteli huko na Machimboni. Tuliondoka, tulisafiri almost siku 2 wakati barabara ila Songea haijajengwa hiyo. Nasafiri kwenye ile misitu ile. Tulichukua siku 2 tukafika kule na Kapanya, tukaingia kule ndani, kunaitwa kuna sehemu moja inaitwa Zanzibar. Kuna sehemu nyingine inaitwa Amani. Tukaenda sehemu inaitwa Amani. Tukafungua hoteli. Biashara ilianza, lakini mimi nikawa na hofu kwamba hivi kweli nikiugua huku nitafika nyumbani au nitapona? Na watu kila siku Machimboni watu wanakufa, usifiki mchezo. Machimboni watu wanakufa sana kwa sababu ya maji machafu nini. Yaani afu ile lifestyle ya maisha kule ikawa ni ngumu. Lakini nashukuru yule bwana huyo Amani alikuwa ni jasiri kweli kweli. Anasema tunaweza. Lakini kafika baada ya wiki 2 mimi nikaugua. Nilivyougua nikaambia jamani, naachia mtaji huu, mimi naenda kutibiwa Tunduru. Nikaondoka nikamkuta Pastor Yared. Nani mfahamu Pastor Yared? Nkoso. Alikuwa ni mkurugenzi wa huduma pale CTF. Nikamkuta pale ndio kwenye injilisti, akaniuguza, nikarudi nyumbani. Lakini wenzangu kule wakafanya biashara, walikwenda. Ila nilifurahi sana kwa sababu wenzangu kwa ule mtaji niliotoa mimi walifanikiwa. Nilifurahi sana. Pamoja kama nirudi kwenye sifuri. Lakini mimi nilifurahika sana kwa sababu Amani akafanya biashara, akaenda paka Chunya kwa ule mtaji nilikuwa nikisema nani mwisho nikasema nirudishe ile hela ile ambayo nilikupa, lakini akasema unajua bwana, nikamwambia lakini nafurahi kwa sababu nimefanikiwa. Akafanikiwa, akaenda mbali, akaenda kufunga maduka Chunya. Ndio huyo alikuwa ni encourages wetu. Kushinda hofu kuna kusaidia fanya nini? Usonge mbele. Ukiwa na hofu uendi mbali. Umesikia hiyo kwamba hofu ya kwanza, lakini ukishinda hofu tutakuona uko mbali sana. Bwana asifiwe. Na mimi nimebarikiwa sana mzee Chagwa na hii topic. Na kweli nilikuwa mgeni rasmi, na kweli ilikuwa ni shule ya uhakika. Yaani sio shule ya kitoto, ni shule nzuri. Kwa hiyo mimi nazidi kumwombea baraka. Sio mwaka huu mambo yawe mazuri zaidi. Hofu ya kwanza. Unapokuwa mjasiriamali unakuwa na njozi ambayo wengine wote hawaioni. Yaani wewe unakuwa unajua naenda pale na nitafanikiwa, lakini wenzako huku wenyewe hawaoni. Sasa kama alianza na ile gari inayoandikwa Mungu atosha, mnaijua, nadhani wengi mnaijua ile gari. Lazima watu wangecheka. Ni kagari kadogo fulani anakujaga nako kako hapa. Sasa miaka hiyo ya kwetu mimi nililazimishwa kuingia kwenye ujasiriamali wakati tulikuwa bado hatujapanga kukubaliana. Nimerudi form 6, narudi nyumbani, nakuta mzee kampuni aliyokuwa anafanyia kazi imefungwa. Mzee wako pale na mama, hali hata ya chakula sasa inaanza kuwa ngumu, tunafikiria inakuaje. Mama yangu akaniita, mimi ndio wa kwanza na nimemaliza form 6. Akasema, mama yangu ni mtu wa imani, inawezekana ni kama CEO wakati huo. Alikuwa anasema hapa hamna shida, ni wewe tujue tu kwamba tuna nini, tufanye kazi na hivi tulivyonavyo. Kwa hiyo mzee wangu alikuwa na Land Rover boxboard. Ile boxboard kama mnafahamu ile yenye madirisha mawili. Akasema tuna gari hapa, tuna unga, tunaweza kutengeneza kalmati. Mama alikuwa mpishi mzuri na scones, yeye akaanza kuuza hizo. Mimi akanipa gari, likafanywa repair, akanipa gari. Ile gari ilikuwa na mapungufu makubwa matatu. Breki zake paka ukanyage mara 3 ndio inaenda kushika. Gia yake inabidi gia namba 3 uishikilie wakati unaendesha. Na mlango mmoja ulikuwa ufungi, ni wa kuegemea. Alafu nikawa nimeingia nayo stendi pale Singida mjini. Kwa wale ambao mnaijua Singida miaka hiyo, miaka ya 96 hivi. Pale Singida mjini mimi nikamchukua rafiki yangu mmoja wa kanisani anaitwa Sabato. Yeye sasa ndio utingo wangu wa kuchukua hela. Tukaingia stendi. Niliendesha ile gari mpaka Singida nzima. Pale ukiuliza Dani Msomali, wakati huo nilikuwa mwembamba, walikuwa wananijua wote kwa sababu ilikuwa ni gari pekee inaweza kufukuza basi ikalipata.
yaani huo mwendo naoenda nao, basi yoyote ikitangulia imeacha mteja, wanakuja kunitafuta mimi, tunaipata ile basi. Kulikuwa na minada ambayo Singida inahamahama kupeleka wale matajiri minadani. Mimi wale matajiri walikuwa wanaogopa majambazi. Wale majambazi, kwa sababu mimi hichi kipara nimekipatia huku, nilikuwa na nywele nyingi alafu za Kisomali. Sasa walikuwa wanajua na mimi, yani majambazi walikuwa kama wamenipenda. Kwa hiyo wananiambia kabisa, bwana, ikipita tu gari yako, ikipita nyingine tunakimbizana nao. Kwa hiyo mimi nikipata chochote kule na waachia, kama ni 20,000, 30,000, na wana bunduki, yani walikuwa wanaua watu, ni Wachaga wako huko porini huko. Sasa matajiri wote wanaoenda kununua ng'ombe walikuwa wanakuja wanachukua gari yangu wakitegemea hii gari ni ya majambazi, kwamba hawatapigwa kwa sababu wako kwenye gari yangu. Kwa hiyo Mungu alikuwa analeta ulinzi, tukirudi tunaombea hela tuliopata, na tulikuwa kwa siku tunapata hata laki, mshahara karibu mara ngapi wa baba yangu, na tunalaza nyumbani. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi ya riski, lakini kwa sababu tulidumbukia na hatakuwa na hofu ya kufanya. Na mama alikuwa anaomba sana kwa sababu anajua riski. Aliwahi kukutana na rafiki yake akamwambia, huyu kijana asifanye hiyo kazi atakufa. Lakini walikuwa hawana njia nyingine, kwa sababu lazima nikanyage mwendo nirudishe hela nyumbani. Kwa hiyo miaka hiyo nikija kulinganisha na sasa hivi, wakati huo sina leseni, sina chochote, lakini hiyo gari inavyoendeshwa ni kibabe mno. Ndio maana hapa tukiona watu unafika stendi unakuta wauni hawajui kwamba na wewe umeshapitia uhuni mkubwa na ulikuwepo pale. Kwa hiyo Mungu alisaidia. Mimi nawapa moyo vijana ambao wako leo ndani kanisani. Nini unacho cha kuanza nacho? Yaani usiogope kwamba na kitu kidogo. Hapa ametufundisha Chagwa kwamba una 5,000, kingine ni aibu. Yaani unaweza ukawa unaona aibu kubeba vitu kwenda kukaa sehemu. Mimi kwa kazi aliyokuwa anafanya mzee wangu, kuendesha gari stendi ilikuwa ni aibu. Ningeweza kujifungia nikaogopa. Lakini nilienda stendi na nikajenga jina. Ile stendi yote sasa hivi ndo wameanza kunisahau, lakini miaka hiyo yote nilikuwa nikitokea hamna mtu hanifahamu pale stendi ya Singida. Kwa hiyo ukivunja aibu ambayo ni sifa ya mjasiriamali, sasa hivi unaogopa kushika nani ya maandazi. Kijana labda mwimba kwaya hapa, tukukute huko pale Swaswa unadumu la maandazi. Mimi mzee Limo nikikuona utanionea aibu sana. Lakini ukiweza kuvunja hiyo aibu ukaenda, wewe unaenda kutoboa. Ametueleza CEO hapa alipoanza biashara zake ilikuwa ni aibu, lakini yeye mpaka sasa hivi hiyo aibu haipo. As long as kuna hela mbele, atazame kitu kingine, anaitazama ile hela. Kwa hiyo na sisi tujipange kwamba tunapoona njozi, una njozi fulani. Hata sisi tuko serikalini, ni uoga tu wa kutoka. Tukiweza kuondoa huu uoga, sisi ni matajiri zaidi kuliko tunachokifanya huko kwenye serikali ya kutuma. Kama Sanga asingerudishwa kusoma, sasa hivi Sanga angekuwa ni tajiri mkubwa sana. Kama wakati huo alikuwa anaweza kununua hizo gari 8, tunapiga mark time huku tuko tu. Asante. Wakati tunahamia hapa, nilipanga nyumba fulani pale. Sasa tukamkuta kuna binti moja anakaa pale, alikuwa anafanya shughuli vyake. Alikuwa ameajiriwa. Sasa amekaa mwaka wa kwanza, akaja kampuni kafilisika. Nikamuuliza una nini? Akaambia nataka nijenge kale. Alikuwa na kiwanja fulani hapo mbele hapo, extension kwa nyuma pale. Nikamwambia sasa kiwanja kile uza upate mtaji. Na ukipata mtaji, kwa sababu hujazoea biashara, na Dodoma sasa hivi kuna fursa za viwanja. Ukiuza hicho kiwanja, twende ukanunue eneo lingine. Ainiambia wewe unataka kudhulumu kiwanja changu, mimi siuzi. Sasa kipindi nilikuwa close sana na Mafarijiko. Akaambia ndio amekutuma ni Mafarijiko uje niambie. Mimi nikamwambia kama angenituma Mafarijiko ni ushauri mzuri. Uza hicho kiwanja kanunue eneo lingine. Na kipindi cha hapa viwanja vilikuwa nauza milioni 15 maeneo hapo.
Nikamwambia ukipata hiyo milioni 15 tutakwenda kununua eneo la eka moja milioni 1. Utanunua eka 15 na sio mbali, unaweza kutafuta maeneo ya Mtumba au wapi, na kipindi maeneo yako wazi tu. Alikuwa mkali kweli kweli. Akaambia umetumwa nini? Hofu. Baadaye maisha akamswitch, akamtight, akamfinya, akatakata. Akasema tuuze. Nikaenda tukatafuta wateja ofisini, tukawapata. Wakanunua kwa shilingi milioni 14, milioni 2 wakampiga panga madalali. Kapakiwa na milioni ngapi? 12. Sasa utakwenda wapi? Akaambia nani? Sasa itabidi kwamba ni lete hela zangu niende kijijini, rudi kwetu. Nikamwambia cha upumbavu. Sasa utakwenda kwa 210. Maadamu mruhusu ni kuongoze, nitakuongoza. Akaenda kanunua kiwanja kwa milioni 2,700,000. Akajenga nyumba kwa milioni 6. Amebakiwa na shilingi ngapi? Kutoka kwa nyumba ya kupanga. Ana nyumba vimba vingapi? Vyenye choo ngapi ndani? Na milioni 6 zingine. Akachukua hizi nini? Nikamwambia chukua milioni 3. Kanunua eneo. Akanunua eneo. Amekuja kupima viwanja, vimetoka viwanja 14. Na hivyo viwanja sasa hivi anauza kwa milioni 3. Sasa je, anamtaji hapa Nzuguni? Atakosa wateja hapa Nzuguni? Je, wewe una shilingi ngapi? Miaka hiyo, si ndio? Kuna kipindi fulani wakati huyu bwana kuna kiwanja amenunua hapa Nzuguni, vilikuwa vinauza milioni 2. Kuna watu nilikuwa naambia nenda kanunue kiwanja pale milioni 2 kinauza, si ndio? Siku ya mita 500. Utakuta ana hela mfukoni. Anaambia nitakula nini, si ndio? Anajizungusha viwanja paka vimeisha. Pale viwanja leo hii vilikuwa milioni 2, ukiuza kwa milioni 10 sasa hivi vinacheza hapo ndani ya mwaka huu. Wakati huo mwaka mmoja hebu Otiba ulikuwa uwezo kushika 500,000. Haya, tumeenda kuna kipindi niko mwaka jana, sio muda mrefu. Masinde yuko wapi? Hayupo. Nikawa rafiki yangu Kakoyo, mnamfahamu? Wengi mnamfahamu. Akanipigia simu akamwambia Sanga, kule Kitelela kule maeneo yanauzwa. Nikauza shilingi ngapi? Akaambia wale bado yale maeneo ni plain, wanauza kwa 500,000. Sasa kuangalia hela hamna na nini, lakini nilikuwa na uwekezaji wa huko Iringa na misitu mikubwa sana huko. Na mingine iko Tukuyu. Nikafikiri niuze. Unakuja kuuza, acha kwanza bwana usiuze misitu. Nikamwambia na sita hivyo eka 21 zikaungua na moto. Ambao labda ningepata bilioni 2. Ikawa imeshakauka. Nikamwambia hivi ningelikuwa nimeuza hata kwa milioni 30. Si ningeenda kununua hayo maeneo. Sasa ikabaki eneo kimoja kidogo Tukuyu. Nikaja nikauza, nikachukua maeneo huko. Nimechukua maeneo yale juzi ni Alhamisi. Napigiwa simu kwamba ananipiga mwenye Kakoyo, yale maeneo yote serikali inataka kuyatwaa. Kwa shilingi ngapi? Tunakwenda kufanya makubaliano. Yeye amenunua ekari 200 kwa shilingi 800 milioni. Sasa inakwenda kutoa serikali. Na approximation kwa kila eka moja amenunua kwa 800,000. Approximation kwa bei ya mwanzo ni shilingi milioni 10. Mara 200 alikuwa na mtaji wa shilingi ngapi? Utakuta hata milioni 20 hazikufika. Au milioni 40 hazikufika, lakini anakwenda kwenye bilioni. Kwa uwekezaji usiwe mwoga. Lakini ungelienda kwenye hilo eneo wakati wa masika, maji yanayopita pale ungesema hapa sinunui.
lakini serikali imeona ni potential pale eneo. Wanataka kwenda kuweka viwanja vya gofu, mbuga za wanyama, mabwawa makubwa kuogelea, eneo la utalii wa kuogelea, zile paddling zile. Alafu maeneo ya ng'ambo yake kuna wa Kuwait wameomba wani hawa wanao chapa na Waisraeli hao, Palestina na wa Kuwait wanataka eneo hilo waje wanunue iwe ni kilimo. Wanasema ardhi ya pale na ya Israeli havitofautiani, hali ya hewa ya pale na Israeli haitofautiani. Kwa wanasema tende zinaweza, wamefanya utafiti, tende zinastawi. Na kule juu kuna milima inamwaga maji mengi sana huko. Kutakuwa na bwawa ya kuweza kufanya ni kutunza maji, yanatiririsha taratibu kwenye yale mashamba, tende zinakubali. Si ndio? Watu wamekwenda kununua yale maeneo. Walikuwa wanaona kwa 300,000, 500,000, sasa hivi wanakwenda mpaka milioni 2. Ndiko kwa mwaka jana nilikuwa nasema kama kanisa likanunua eneo lile pale kwa milioni 2 walikuwa nauza. Nadhani mipango haikwenda vizuri. Ndio eneo hilo. Sasa hivi sio muda mrefu eneo lile pale wajanja wameshakamata karibu eneo lote, si chini ya milioni 20 kwa eka hii. Na kama watakuja wa Kuwait, square mita moja inaweza ikafika mpaka milioni 15, milioni 20, kwa sababu itakuwa the most expensive area kwa Dodoma hii, kwa sababu ni eneo ambalo litakuwa ni wanasema wanataka lifanane na maeneo ya utalii ambayo yako Indonesia. Ndio serikali inataka kuwatengeneza hayo. Lakini mwaka jana tu ilikuwa ni milioni 2, milioni 3, 800,000, 500,000. Ukimfuma mwingine mjinga tu, lakini wanachukua. Je, Otiba ulikuwa huna hiyo hela? Lakini nani ambaye alikuwa ana hiyo hela umndani? Lakini watu wanatumia fursa. Natoa mfano mwingine. Kakoyo ni rafiki yangu sana. Alikuwa ametoka Songea anakuja kufanya kazi, wamemwita interview kufundisha computer science UDOM. Anafika hapo Jamatini pale, kaibiwa begi na vyeti vyote. Hapo mama ndo clinic officer yuko Mbinga. Mzee amesema nimepata kazi, anarudi kila kitu na suruali na shati alilolivaa na vyeti vyote, ina maana kwamba ndo ajira, bye bye. Amejaribu kufuatia vyeti vyake afanye nini, imeshindikana. Akafika akasema maadamu nilikuja Dodoma sirudi Mbinga. Akafika akasema alipanga kijumba fulani hapo, miaka mingi alipanga kijumba, afu akatandika box chini, hana blanketi hana nini. Kwa siku ya kwanza akalala, asubuhi anaamka anazunguka akasumbuka. Baada ya kusumbuka akaanza kufanya vibarua mbalimbali kama tunavyofanya vingine wote hivi, pamoja na kadigi kake kalikoibiwa, akasonga mbele, si ndio? Baada ya muda mfupi akasikia maeneo Mtumba yanauzwa. Sasa kwa akili ya kwanza utafanyeje? Wamejenga kajumba na mke wake kako wapi? Kako Mbinga. Akafika pale kwa mke akaambia tunauza nyumba unayoishi. Hebu niambie, mume wako anakuambia tunauza nyumba unayoishi, ina maana nakuuza wewe pamoja na watoto wako. That's the meaning, si ndio chago? Nauza nyumba unayoishi. Unakwenda wapi? Akaambia kama sasa naomba unifuate tunachokifanya. Mke kaja juu akaambia sasa nimesimamia wazo, nauza nyumba, tunakwenda naenda kuwekeza. Umepoteza vyeti, umefanya nini? Akaambia sawa. Akajaribu kumuelimisha, lakini mwanamke haoni. Ndio inakumbuka ile kauli ya Obama wakati anagombea urais. Alimwambia, si walikuwa anashindana wakati mtoto wake mfanya ana meningitis. Akaambia you are a woman, one day you will understand, I'm your leader. Akaambia ni mwanamke, ipo siku moja utanielewa, mimi ni kiongozi wako. Akaja juu akaambia kwamba mimi ni kiongozi wako. Kuna mahali fulani mwanaume anajitutumua, si ndio? Alikuja hapa akanunua vieneo vyake hapa, akauza ile nyumba, akaja akanunua maeneo hapa. Baada ya muda mfupi wakapimisha vile viwanja, alipata viwanja kama 400 na kitu.
yale maeneo. Viwanja kila kiwanja pale Mtumba pale nani ile shule hapa Mtumba inaitwa ni ile shule Elishadai kwa nyuma kule ana viwanja visivyopungua pale kwa Mabuba wanapaka na Mabuba. Na mke wake alivyosikia kama amenunua viwanja akamwambia basi mimi na mimi naenda kuchukua mkopo mpaka miaka 15 akatoa viwanja vyake vingi na mke wake. Kwa sasa hivi maisha yake sio anamsumbua, akiona kwamba kuna kitu kinamsumbua, akiingiza kiwanja milioni 30, milioni 25, milioni ngapi, akitoa kile kiwanja mpaka kumaliza viwanja 400. Si ndio? Huo ni mfano midogo. Kuna watu walikuwa na fursa, ndio maana alikuwa anaongea juzi nani mkoa na Njombe. Akasema kuna watu hapa nani Dodoma wapo amezaliwa hapa au yani ana taarifa nyingi za Dodoma na yafahamu ya Dodoma. Unaanza mji wa Dodoma kujengwa, anapata 700,000, anapata 500,000, anapata 800,000, hafikiri kwenye uwekezaji. Ataisha kusimulia, lakini unajua miji hapa kulikuwa mapoli hapa. Si ndio? Wanakwenda Nzasa, si ndio? Wanakwenda anaambia nilikuwa naona Nzasa, nilikuwa kama mapoli, si ndio? Lakini ukienda eti kule Umoja akina nani amenunua? Sio wengi. Mimi juzi nilikuwa kutafuta maeneo kule. Maeneo yale bei ya chini sasa hivi eka moja ni milioni 3, milioni 4 ndio bei za chini. Lakini watu wananunua kweli. Kwa nini wananunua? Ni jirani na uwanja wa ndege. Unaweza kupata 500,000, lakini ngapi? Kuna maeneo yanauza 500,000. Kuna maeneo pale hapa Ngaigae nimenunua juzi kama eka 8 kwa shilingi 500,000. Leo hii yale maeneo yanachukuliwa kwa milioni 10. Hata mwaka hujaisha ni miezi. Kinichukua mwezi wa kwanza mwaka huu. Ndio. Nani ambaye hajakupata 500,000 hata ninyi mabinti hapa? Umenunua nini? Umewekeza wapi? Kwa baada ya muda mfupi waliotumia fursa vizuri watanufaika. Kuna kipindi nilikuwa na kitoroli changu nilikuwa nakuja nacho hapa. Sina naye kumba kile kitoroli nilichokuwa kile kimakitu. Nikafika nyumbani kuna kipindi fulani nimetandikwa kweli watoto wanahitaji ada na nini. Nikasikia kuna kieneo kinauza sehemu fulani kule. Wala hata mke wangu sikumwambia. Niuza milioni 3.5. Nikachukua kiasi kingine nikalipa, hata kiasi kingine nikaenda nikanunua kile kiwanja. Kile kiwanja leo hii milioni 20 watu wanakitaka. Si ndio? Milioni ningebaki na kale katoroli. Lakini nikiuza milioni 20 sipati kagari kazuri ka serikalini huko. Si ndio? Na napata kazuri kuliko kale katoroli kale. Lakini nikasema it's not my ambition, si ndio? Kwa naweza nikauza kile kiwanja nikafanya nini? Kama mnafahamu pale Ngogo pale. Kale ka kiwanja kenyewe sio milioni 20 kwa sababu pale mahali na eneo ni nusu eka. Natoa viwanja vingapi? Hivi sikuwa mita 700. Sawa? Kiwanja sikuwa mita 700 kwa hapa Dodoma. Lakini mimi nikanunua kwa shilingi milioni 2. Si ndio? Leo hii nikienda kuuza vile viwanja 4 na shilingi ngapi? Hela ya kutosha, si ndio? Haya, kuna maeneo yalikuwa nauza huko bondeni huko. Si ndio? Wakasema kuna swampi. Nikanunua kamili. Nikafika bwana hebu nipe hela hapo Uswahili nipe hela hapo nikimbize mali fulani. Jamaa kaniamini. Akanipa vile kidogo nikachanganya nikaenda kanunua kwa milioni 1.5. Leo nimetoa viwanja 20 na 22. Kwa kujumlisha na viwanja vingapi? Nikivingiza sokoni. Wewe je, hujawahi kupata hiyo hela? Unashindwa ni kutafuta hiyo hela. Kwa mimi kustaafu sitegemee pensheni zao hizi. Hizi pensheni wangu yani pensheni sitegemei. Nimeenda Dar es Salaam. Kuna dada mmoja alikuwa rafiki yangu sana wakati tunasoma shule. Ni mjanja sana. Akaja akanipigia simu nikiwa ofisini. Njoo bwana Sanga. Kuna viwanja vinauzwa huko kule Kibada. Maeneo nauza Kibada. Shilingi ngapi? Yampanda bei. Shilingi ngapi? Milioni 10. Kwenda kuuza anauza milioni 16. Nikamwambia mimi sina hela. Akaambia mpumbavu, mwanaume unasemaga huna hela? Yaani mwanaume mzima unasema huna hela? Chekecha akili. Sasa hivi mwanamke anitukane kweli?
eti kweli mwanao kutukana? Haiwezekani. Nikaenda NMB. Nilivyoenda NMB nikachukua mkopo milioni 15. Lakini yeye inaniuma kweli, najitutumua kwamba mwanamke hawezi kunitukana. Ndio hicho ambacho kilisababisha ninunue. Mwanamke hawezi kufanya nini? Kunitukana. Wacha nikanunue. Sio kama sina hela, nikakopa nikaenda tukanunua. Tulienda akiwa ni shahidi yangu. Tumenunua lile eneo leo hii pale Kimboni. Mtu anakuja kununua kwa milioni 300 staki. Nataka kujenga hospitali. Milioni 300 staki. Je, utaishi kwa kutegemea pension? Je, ni nani ambaye alizuia kwenda kukopa benki akanunua hilo eneo? Kwa hiyo kuna uwekezaji wa namna hapo. Niweza kuswali hii mfano ya ardhi bado kwenye bondi za serikali. Hilo sisi alizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeelewa kwamba watu wengi wanashindwa kwa sababu ya hofu ya kuanza. Tukiondoa hofu, tuna mifano, mambo yanakwenda vizuri. Si ndio bwana? Cha pili ni kutokuwa na nidhamu. Nidhamu ya kusimamia kile kitu ambacho tunakiamini. Ukikosa nidhamu utashindwa. Tabitha, tuongelea kwenye nidhamu. Bwana ni mwema. Tunavyoongelea kwenye nidhamu ni kwamba kile ulichokianzisha, mtaji wako, ni lazima ujue namna ya kutumia fedha unayoipata. Lakini vile vile hata kazi unayoifanya ni lazima uithamini, yani kuanzia muonekano wako na namna ambavyo watu unawaendea watu. Kwa hivyo hiki hapa kitu ambacho tunatakiwa kukifanya, unatakiwa ujue kwanza kila siku wewe matumizi yako yamekaaje. Nilikuwa naongea na vijana jana nikawaambia ni wangapi ambao wamepanga, wakanyosha mkono. Nani anajua kwa siku analipa shilingi ngapi kwenye hilo pango? Hakuna aliyejibu hilo swali. Lakini ukiwauliza kwa mwezi wanajua. Sasa hemu hapo ulipo, kama umekalculate wewe mwenyewe binafsi uliyepanga, hebu niambie unalipa shilingi ngapi kwa siku? Ina maana hatujui. Lakini ukipewa nafasi kwamba chukua ile hela unaolipa kama ni 60,000 au ni 100,000 fugawanye. Sasa kama unalipa 60,000, obvious ina maana kila siku wewe kwenye nyumba unaoishi unalipa 2,000. Vipi kama unaichezea hiyo 2,000 daily ukiona kwamba ni ndogo? Utaweza kulipa kodi? Ndio hilo na kuamka 10 usiku. Unaenda kukaa nje au chooni ili mama mwenye nyumba asije akakupata huko. Kwa hiyo ni lazima tuwe na nidhamu. Yaani kwa kile tunachokipata, lazima tujue namna ambayo tunaweza kukitumia. Lazima tujue tuna mipangilio. Alafu na vile hata na kuwasaidia watu, tuliongelea na hilo. Hata kwa unamsaidia mtu, sio lazima ile pale unapigiwa tu simu, sawa haina shida. Ni lazima tuwe na mipangilio. Yaani ni kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya kwa kila mwezi? Tuna wazazi, tuna wadogo zetu, kaka zetu, tuna wajomba na wanatutegemea. Kwa hivyo ni lazima uwe na mpango. Yaani sio ile anatokea mimi niko muona huyu hana nguo, tikio nimnunulie nguo afanane watoto wangu. Je, ni bajeti yako? Je, ilikuwa ndani bajeti yako? Kitu ni lazima tufanye kwa mpangilio. Kwa mwezi ujue mimi natakiwa kumsaidia mama yangu 20,000 kila mwezi. Once anapokupigia katika mwezi, una uwezo kumwambia mama subiri. Sasa hivi sina hela. Tuna yale mahitaji ambayo ni ya mwemko, lakini tuna yale ambayo ni ya mko, yani ni planned, yani hapo. Lakini kuna vile ambavyo inaweza katokea emergency. Anaumwa sasa na anahitaji hela, ndio umemkatia bima. Lakini hawezi kuitumia hiyo bima kwenda hospitali, yani kama nauli. Hawezi kuitumia hiyo bima fee. Hapo ni kweli kwamba hiyo ni dharura. Lakini sasa sisi kwa watu wengi ambao unakuta kila kitu wanafanya kama dharura. Kuna msemo mmoja unasema don't buy anything which you have not planned because it is cheap. Ununue kila kitu ambacho hujapangilia kununua sababu bei yake ni rahisi. Ukikaa kupia hesabu ile zile ambazo una ndogo ndogo, ndio utakuja kugundua kwamba unateza kiasi. Na ndio hiyo tunasema tuanze na hiyo kidogo kidogo, jifunze kutuza, kuwekeza ile 1,000 uone kwa mwezi utakuwa na shilingi ngapi. Shida ni ile tunayoiona ambayo umeishika mkononi. Lakini ukiwa na nidhamu kwamba natakiwa nitunze hela yangu,
kiasi hiki, natakiwa niwekeze hivi, zaka yangu na sadaka ni kiasi. Sio ile pale unatokea tu nalia kuna nini nataka anacho ili tu watu wamuone kwamba nini analamlini afanye tu ipo tu hiyo hapo, yani ni zinatoka tu zinarudi humo. Kuna watu ambao wale ambao wamefanikiwa asilimia kubwa waga wanaitwaga na roho. Hana roho mbaya. Huwezi kutoboka kama hujaitwa. Kama hujaitwa una roho mbaya, jipange. Yaani kama hujakuitwa una roho, jipange. Kwa sababu hao ambao wanakusilia ndio wanaokupoteza. Sanga declare kwa yeye alikuwa anasema niacheni sasa hivi kuna malengo yangu. Kwa hivyo kwenye malengo hayo ni lazima upangilie na namna ambavyo unafanya. Kuna watu wenye kuna mama mmoja aliyekuwa kazi, alikuwa mwanasheria. Hiki kisa nilikipata baada ya kuwa naosha magari. Niliwahi kuosha magari. Unaenda na nidhamu. Unakuwa kwenye kazi za watu. Unauza dafa ambazo ziko kwenye gari, kwenye siti za gari, for then unakuja unafuta. Sasa nilivyowaona sasa tunafanya mimi ndio sijui ndumikaje. Nikamwambia nipe nikakuoshee shilingi ngapi? 50,000. Yule jamaa kanipa gari. Ilikuwa lengo la LAPF. Nilisakalanya mpaka nikapata na kibali cha kuingia mle kuuza bidhaa, nauza za watu, vitu vya rangi yoyote ile. Kwa mpaka tunakia China yote kinang'aa. Kwa watu wakaenda zile na hiyo hapo kusafisha magari, kusafisha chooni, jikoni, kwenye masinki, kwenye manini hivyo. Kwa hivyo nikaa naingia mle hivyo kwenye hivyo nikajikuta napata wateja wengi. Kwa magari yani sioshi mimi nikana chusa ni 50 na beba gari. Yule aliyenipa kwanza alitaka kujua mimi ni dereva. Nikamwambia mimi ni dereva, nikatoa na leseni nikampa, akaona kweli ni dereva, akanipa. Nikaja hapa kaosh ambiko nia kapika pale. Nikamweleza nataka uoshe gari kwa style hii hapa. Nikamwelekeza nikaspray dawa ile mkaiacha. Unavyo ile inatoka mapovu. Kwa hiyo unaiacha, then unakuja unaanza kusafisha. Unaweka kisafi na maji masafi, unaanza kufia gari ikang'aa. Ilivyo ngani nishakaita wenzake. Kila siku nilikuwa napigiwa simu. Kwa hivyo kwa siku anaenda kusha magari matatu. Maachia hawa 30 yangu. Kwa siku nilikuwa nataka 90 na nauza 35. Ofisi nilikuwa naichukua kwa shilingi 8,000. Kwa hivyo la kwa hiyo ambao unaondoka nao ni faida. Ni kwa sababu ni hiyo hapo nikishatoka kuja naenda naagiza tena mzigo mwingine naleta hapo. Ninavyofikini kwa nini ananiona nasema nini siana panga nipato ninakitami. From there mmoja kana kwamba wewe nakuona wewe amekataa kwa kufanya hiyo. Mwingine alitaka kunikopa. Anaonaga huruma jasiriamali. Yaani kumkopa fumba kae mpaka 4. Akamwambia mjasiriamali huyu atanipa na huyu. Unachambia huyu ni dara elimu. Ni kinaba kuona huruma nini na kuona huruma. Wale ambao wanachamba wanaonea wafanya biashara huruma. Lakini mimi ninaweza kukwambia wewe wafanya kazi wenye cheki ndio wakuonea huruma. Yule kaka akasema aliacha kazi. Kazi mwenzake kumuona, mbona tumfanyaje sio niambia na wewe? Ndio. Unaweza? Akasema naweza. Bwana. Kuona kama huwezi. Akamwambia mimi naweza, nikeze mimi naweza. Akamwambia sasa kama unaweza nenda kaache kazi. Wewe jamaa vipi? Yaani nikaache kazi? Nenda kaache kazi. Akamwambia mimi ndo hapo gumu bwana. Akamwambia basi ujao tayari. Akamwacha kaenda kafikiria, akamwambia bwana nimeamua leo nimeacha kazi. Umeacha kazi kweli? Hiyo. Vyeti vyako viko. Akamwambia hapa barua uliopewa hii hapa. Akamwambia tukanunue na nibeli choma hivyo. Wewe jamaa wewe unataka kunifanya mimi kichasa zaidi nichome vyeti wewe unajua nimesomaje. Akamwambia sasa hujawa tayari wewe hata kama huwezi kuchoma vyeti wewe nenda kaombe. Kaenda kakaa kafikiria kala siku 2 ndani hali hafanyika kaona yule jamaa ameshampoteza. Baadaye akasema sasa nimeshaacha kazi kule. Na nimeshawaaga washani watu. Bwana yeye akaja nimeamua bwana choma vyeti. Wakachoma vyeti. Walipochoma vyeti akamwambia sasa hizi pesa ni biashara nyuka kaenda akawa na hela kidogo wakaenda dukani akashangaa na agiza naomba kitaulo akapewa kitaulo naomba na nini brush akapewa brush sabuni sasa yeye anashangaa vitu unavyonunua mbona sielewi akasema yeye ndo tunaenda kwa kazi nini yani jamaa akarudi tena akaenda nyumbani akasema yeye unanipa kazi gani unaniambia wewe haujawahi choma vyeti kumbuka akaamua tu kwa mnyonge aibu imeasa anashona nini afanye hata akisema kurudi ikabu baadaye akamwambia sasa naenda kuanza yule akaenda akachukua kile kitaulo brush sabuni akamwambia tunaenda kuosha magari mwanasheria mwenye cheki namba anaenda kuosha magari akampeleka kuna ofisini alikokuwa anafanya akasema tunaanzia mabia au mastaff wenzao akamwambia bwana usiangalie macho ya watu unataka kutajirika kweli wewe yani kama unaangalia macho ya watu huwezi kutajirika akaona hii ni ngumu sana akasema wewe sasa nafanyaje
wakaanza na gari la kwanza, bwana mimi naosha magari. Wale wote wakaitana pale wakaanza kucheka. Wakamwambia huyu jamaa atakuwa ameweuka, huyo bure huyu. Jamani tusimsaidieni huyu aende lembe huyu. Akaanza kuosha gari ya kwanza, alivyoosha gari. Sasa wale wote wa maofisini wakawa wanamuonea huruma. Gari 5. Na kimpa 10,000 anamwambia kijana anamuonea huruma, keep change. Mpaka anarudi nyumbani siku hiyo. Ameosha magari 20. Alikuwa na shilingi ngapi? Alikuwa na 200,000. Kuna mtu analipwa 200,000 yani hapo kwenye ndio. Labda wanashelewa tuambie, labda wana mshahara mikubwa. Day 1. Day 2 wale washa jana wanakaa waoshe na leo ili wamsaidie jamaa. Na change yao ile ikaendelea hivyo hivyo. Bosi wake akamuita ofisini akamwambia ni nini kimekukuta? Akamwambia na hii hapa ikusaidie. Akampa hela. Akaona hivi kumbe inatu anakuwa analeta, kumbe wale waosha magari, kumbe waosha magari ndio matajiri hivi. Kwa hivyo akaanza anaosha magari, akawa serious sasa. Kwa sababu siku ya kwanza ndio ngumu, ya pili akaona ni yeye, akaanza kuzoea ile kazi. Kazoea mazingira, baadaye yule akamwambia sasa tumodify wash yetu. Wakaimodify. Walivyoimodify from 5,000 wakaanza kuosha magari kwa 10,000 kupisa nini wakaanza nini kila kitu kakaa sawa. Yule jamaa akatoka kuosha magari akaanza kusimamia magari. Akafungua na kaoshi nyingine sehemu nyingine. Alivyomaliza hapo akapata duka kubwa la vitu ambavyo ni nini pa magari kama sio nini ile ambayo unakuta mtu anakwambia 20,000 sio manukato kwenye gari sio vitu gani. Kafungua duka kubwa. Akaweka hapo. What I can tell you, unaambiwa sasa hivi ni billionaire. Sasa hivi ni nani? Ni billionaire. Kwa hiyo hofu hiyo ambayo tunaangalia hapo, hofu ya kwanza kutokuwa na nidhamu. Ukiwa na hofu alafu usipokuwa na nidhamu kwenye kile unachokifanya, ni kwa sababu imamia kile ambacho sasa nimeshapata huku. Akaamua kuwa na nidhamu na kile alichokuwa anakipata. Kwa kila ile aliyokuwa anaipata kana nini? Akikuta sasa yeye ndio na wale wake wanaanza kumuuliza. Yaani na wao wanasema waache kazi, lakini ujasiri hawana. Yaani wanatamani kazi ya ujasiri hawana. Kwa hivyo ili kuondokana na haya mambo tunataka kile tunakipata tujue na hifadhi kutuki zaidi. Dada aliuliza the difference between ujasiriamali na mfanyabiashara. Ujasiriamali mdogo, lakini ukishakuwa mkuu unafanya biashara. Yule ambao unazubutu unaoanza na ule jiko mdogo the beginning, wewe ni mjasiriamali. Lakini unavyokuwa sasa umeanza kuwa mfanyabiashara, yani unaweza ukasafiri, unaweza ukaagiza mzigo mkubwa wa milioni ambao sasa unakuta wakati mzigo wao hawali. Jamali anaenda kwa sababu anachukua mzigo wake, ameshikilia kwenye dala anao, kidondoka anao. Dada mmoja alikusema amedondoka na chuke za uji. Kaka yake umegeuka. Akalia sema Mungu, umechukua mtaji. Ndio niwe nimeunjika mimi ile mtaji ubaki. Kwa sababu amelia ni chupa za. Kwa hivyo mjasiriamali ukuta wewe ni jasiri kweli. Lakini wale wafanyabiashara hawali wakiagiza hapo, ukuta risk takers. Yaani kiasi kwamba unaagiza mzigo kutoka unakuja gari nzima yote wako. Yaani ni hela ukisikia mzigo sijui hata gari, yaani unalala unaomba mzigo ufike. Lakini mjasiriamali wewe unaona kitu cha unakiona tu unacho hapo, unacho. Hata ukisema unamwajiri mkuu mzayo. Huyo nyanya. Wewe msee huyo unataka nini? Ndio watu tunaita tu wajasiriamali. Ni biashara unapiga sehemu mzigo fulani umekia au umetoka wenyeji that way. Asante. Nasemaje? Kwa nidhamu ya kufanya. Sio kwa mfano ukienda kukutana fulani unampa. Au mtu anizuri anakuchekea vijana, utana na dada anakuchekea basi unatoa. Usiamu hauza vile. Basi tumsikilize. Nashukuru. Lakini pia naona una darasa zima uwezeshaji, inabidi tukumbuke na sisi tulioko. Ina mambo mengi. Shafati pia tushana nidhamu. Na nidhamu hasa ilikita kwenye utendaji wa shughuli husika pamoja na matumizi pamoja na matumizi. Umesimamia kazi kumeshaipata. Umeona shughuli zako ndio sasa wanakupa jirani. Yaani kwamba wasa ndio wanakusimamia hii kazi yako. Hakuna kitu kama hicho. Kisha ushoga kwenye kazi yako, hiyo kafiti. Lakini wewe umeingiza shilingi 500. Ukishapo jioni ile yote unakaa kwenye nidhamu ya shughuli au ujasiriamali. Lakini pamoja na hiyo kuna watu huwa mara nyingi naweza nikawa shuhuda hivyo. Nimekuwa nipata kuna mafundi fulani wakati mwingine kuna kijana fulani na mafundi hawa fundi ndani hapa huenda sio hivyo. Yule fundi anakuja 3 site. Akishafika
anataka niwe chini. Kuja kuanza kazi anaanza saa 5. Si kama mimi mwenyewe naona wengine. Hii nidhamu ya muda. Wakati nini? Kuanza kazi. Amefika sasa. Amefika bana na begi kwa basi naenda biashara alafu fanyeje? Kuja kuanza kazi saa 3 au saa 6 saa 7. Hebu fikiria
Mimi napenda bagia. Naenda nanunua bagia za 200. Walikuwa wanauza 50 by that time. Nilikuwa nanunua bagia 4. Alafu naweza nikaja hata na nyanya. Unapata hapo gengine nachukua nyanya ya 50 na kuja nakata hiyo nyanya ofisini hapo. Nakula ile nyanya na chai ya ofisi inachemshwa hapo. Nakula. Wale dada walionyesha dharau za hali ya juu. Watu wakileta vitenge wakuza wanambia mpe ikwabe Tabitha tukitenge no shone. Afu kuna fundi mzuri anashona shilingi 30. Na kati mimi na fundi wangu anashona kwa 5000. Tukienda pale unakuta tunafanana tu. Lakini wananitaka mimi niende nikashone kwa 30. Kuna mama si anakopesha. Kwa hivyo vitenge si anakopesha. Anasema si anakopesha. Subiri kwanza na nichukua tu mwisho wa mwezi utalipia 30 tu na wewe naye. Anambia mimi vitenge hapo ninavyo ambao nimepewa zawadi kwenye harusi. Ninavyo vingi tu ndani. Sijavishona hata kuvishona. Lakini wananilazimisha mimi nichukue nini? Vitenge. Kwa hivyo nikasichukui. Sasa dharau zile zikaendelea, mtu anakuja na 10,000, wanaomba change ofisini hapo. Naomba change 10,000. Sina. Naomba change 10,000. Sina. Wakifika kwangu wananiruka. Kwa sababu wanajua kwa vyovyote vile siwezi kuwa na nini? Na hiyo change ya shilingi 10,000. Mimi naenda na 200 ya bagia. Basi maisha haya yakaendelea hivyo hivyo na waona kwa ncheka mara ndio wakitaka kwenda kwenye supu. Twende kwenye supu. Napiga hesabu kwenye supu pale, supu ni 2,000. Chapati 500 uchukue 2. Mara kuna kunywa soda 500. 3,500. Kipiga ile 3,500 nawaza hii sinanunua nyama nusu. Nakula na watoto wangu. Nikipiga tena mahesabu ya kula nyama nusu ile, naamua kubadilisha. Nikinunua nyama tutakula siku moja. Bora ninunue dagaa, tunakula siku 3. Aka 3,000 yangu mimi siendi kwenye supu. Bagia. Dharau zile zikaendelea. Siku moja niko darasani, kitu ambacho kiliniumiza zaidi. Niko darasani wakanunua vikamba fulani hivi vya kuanikia nguo. Zile kamba unakuta ndani zina chuma lakini juu zimewekwa kama kiplastiki afu vina vidude huko pembeni. Ni 2,000. Nilipofika huyo madam mmoja ambaye ni mke wa treasurer akaniambia, "Madam, nimekuchukulia kamba ya kuanika nguo." Nikamwambia, "Mimi nilikuwa sina plan. Kwa nini umenichukulia?" "Nimekuchukulia bwana na wewe acha ubaili. Chukua tu bwana utamlipaga ni mkopo." Basi anyway nikachukua. Ile nimechukua wakacheka wote. Walipocheka wakasema tulikuwa tunakutesti tu, tulijua hauwezi kuchukua, umezidi ubaili. Nikaumia lakini nikasema Mungu kama uishivyo. Siku moja naongea na babangu nikamwambia maisha nao pitia. Babangu akaniambia usiwarudishie neno hata hili moja. Hao wanakukusanyia tofali mwanangu. Kwa hivyo na mimi nikaichukua ile neno la babangu nisirudishe na wala nisisikilize. Nikajikuta sasa mimi sijali wanayoyasema. Vitenge sijui vimefanyaje sina nini hakuna. Baadaye nikaja nikapata kazi maalum Njombe. Nilipoenda pale nafanya kazi na watu naona wanavovaa wanavaa ovyo.